a very, very important message on dealing with the satanic gates. Na kwa hivyo, sisi wote, makanisa yote, kama kuna kitu kinaweza kutusaidia, ni kurudi katika Biblia na kuelewa Biblia inasema nini. Bwana asifiwe sana. Kama watu wa Berea waliokuwa wanafundishwa, baadaye wanaenda kujiangalilia neno. Huu ni wakati wetu wa kurudi kwa neno. It's even good to question in your church. Kama kuna mambo yanafanywa, unauliza, na hapo Biblia inasema nini? So that we don't have extra biblical practices in our churches, ambazo hata hatujui zinatokana na wapi, aziko kwa neno la Mungu. Na kwa hivyo, ningependa nikufundishe kutoka kwa neno on how to deal with satanic gates. Number 1, ukiangalia Matthew chapter 16 and verse 18. Tunaona maneno ya Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe alisema, and I tell you that you are Peter, and on this rock I'll build my church, and the gates of Hades will not overcome it. So hapa ni vizuri kujiuliza, Yesu alikuwa anamaanisha nini? Ya kwamba lile kanisa atakalo lijenga, marango ya kuzimu hayatafanya nini? Hayatalishinda ama hayatasimama. So I think the first question we need to ask ourselves, what are these gates? Hii gates inamaanisha nini? Ningetaka ujue ya kwamba katika kufundisha kwa Yesu Kristo, alitumia mifano ya mambo ya kawaida kuelezea mambo ya kiroho. The Bible says he spake nothing unless in parables. Parables are normal life examples. Anaongea juu ya mpanzi vile alivyokuwa anapanda mbegu, na anapatiana huo mfano ya kwamba hata neno la Mungu ni kama mbegu. Na anaonyesha ya kwamba it is not automatic ukisikia neno litakufaidisha. Kwa sababu anasema kuna mbegu huwa zinaanguka kwa njia, baadaye zinakuliwa na ndege. Anasema hilo ni neno, baada ya kulisikia shetani anaiba, because hataki lifanye kazi. Akasema mbegu zingine ziliingia kwa mimba. Ile mimba inamaanisha baada ya kusikia neno unafinywa na mambo, na ile chaos of this whole life, neno linakosa kufanya kazi. Lakini akasema bado kuna mbegu zilianguka kwa udongo mzuri. Kwa hivyo kuna watu neno huwa linawafaidisha. Kama ibada hii, kuna mtu kwa sababu ya hili neno atafaidika. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Yesu akaongea juu ya mfano ya kwamba kanisa lile analijenga, marango ya kuzimu hayatasimama. Na hii jina ya gates imetumiwa mara kadhaa katika Biblia. Ukiangalia even from Genesis, like if you look at Genesis chapter 22 and verse 17. Genesis 22 verse 17. Aya, Mungu anasema hapa, I'll surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Praise the name of the living God. Can we read in New King James Version? They will take possession of the cities of their enemies. Anamwambia, blessing I'll bless you, and multiplying I'll multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. It is the same thing, because you possess a city through the gates. Kwa sababu in the old days cities zilikuwa na gate. Bwana asifiwe sana.
Na many a times because ukiangalia walikuwa wanajenga ukuta mkubwa. Ukiangalia katika Biblia kama nyumba ya kahaba Rahab ilikuwa kwa ukuta. Yaani ukuta ni mpana mpaka unaweza kuwa na nyumba pale. Ili adui hawezi kubomoa. Kwa hivyo mahali adui angepitia ni katika marango. Praise the name of the living God. Lakini kuna mambo tofauti yalikuwa katika marango. Jina la Bwana lipewe sifa. So ukiangalia katika Biblia marango yanamaanisha nini? Ndio Yesu atumie mfano huo, na ndio tuone mfano huu mara nyingi katika Biblia. Number one, lazima uelewe ya kwamba gates are very real even in the spirit realm. Because it cannot be used in the Bible, especially in the New Testament, if it is only physical. So gates are real in the spirit realm. And the work of the gates, number one, is to limit. Kila wakati ukifika kwa gate, hata kama uko speed, unasimama. Because gate isipofunguliwa, utazuiliwa kuingia. So gates, kazi yake ni kulimit. That means that there are gates, if you don't deal with them in your life, you'll be limited. Yani kuna maeneo ambayo utashindwa kuingia. Because gates can hinder. They can prohibit men from entering into their inheritance. So gates can hinder. They can prohibit men from entering into their inheritance. Watu wanaweza kosa kuingia kwa urithi wao. Like what the Bible tells us, that the gates of Jericho were tightly shut up because of the children of Israel. And that was their inheritance. But the gates were tightly shut up. Na wewe kuna mahali kuna urithi wako, but the gates may be tightly shut up. Hata ukijaribu kuingia mahali pale, unakuta ya kwamba uko na changamoto. Unakuta ya kwamba kuna maeneo Mungu alikusudia uingie, jamii ingie, huduma yako ingie, taifa likaingie, lakini linazuiliwa. So kanisa lazima lijue juu ya kudeal na the gates. Praise the name of the living God. Hallelujah. So a gate may mean an opening. It is a place of entry and exit. So ni mahali unaweza kuingia na mahali unaweza kutokea. Na kwa hivyo it is a control point. It is a control point. Ni mahali ambapo kuna kuanga na hata askari wanakaa pale. Na kwa hivyo utaangalia kwamba even in the Old Testament it was a place of assembly. Ni mahali watu walikuwa nakutana. Hapo ndiyo soko ilikuwa. Hapo ndiyo judiciary ilikuwa. Cases zilikuwa zinafanyiwa at the gates. Yeah? So in the Old Testament ukiongea mambo ya gates, it may also mean where the parliament was. Wale ambao walikuwa wanatunga sheria za mji walikuwa wanakutana at the gate. And in some other senses it also means power or dominion. Marango yangeonyesha uwezo wenu wa kumiliki, kwa sababu hapo ndiyo mambo mengi yalikuwa yanafanyiwa. So a gate was also a public, it was also a place to administer judgment. Hapo ndio wazee walikuwa wanachukua viti na wanafanya hukumu mahali ambapo kuna makosa. So pale ndio kulikuwa ni kama judicially iko. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na unajua wakati kanisa Biblia inaongea juu ya the church, hilo jina linamaanisha ecclesia. Inamaanisha ni kama the church is a parliament, mahali ambapo watu wanakata sheria ama wanakata hukumu
ya mambo yale yatakayofanyika katika ulimwengu wa roho. Ndipo Yesu akasema, where 2 or 3 are gathered, I am there in their midst, and whatever 2 or 3 shall agree, I am there in their midst. Praise the name of the living God. Kwa hivyo kwa ufupi ni kumaanisha kwamba a gate is a barrier that can hinder you to make progress in your life. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo wakati Yesu alisema maneno haya, that I'll build my church and the gates of hell shall not prevail, alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha a gate is a place of power where decisions are made. A gate is a place of power where decisions are made. Like ukisoma in the book of Daniel chapter 2 and verse 48, utaona Daniel was a member of the Babylonian gate. Biblia inasema Daniel chapter 2 verse 48, then the king placed Daniel in a high position and lavished many gifts on him. He made him ruler over the entire province of Babylon and placed him in charge of all its wise men. Verse 49, the Bible continued to say, moreover, at Daniel's request, the king appointed Shadrach, Meshach, and Abednego administrators over the province of Babylon, while Daniel himself remained at the royal court. Give us that verse, the last verse in New King James Version. Yeah. Also Daniel petitioned the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon, but Daniel sat in the gate of the king. Daniel sat in the gate, or at the royal place. So the royal place was also at the gate. Kwa hivyo marangoni palikuwa ni mahali where decisions, it was a place of power where decisions are made, and that is why Daniel was there. Praise the name of the living God. Now kwa hivyo, when Jesus is referring to the gates of hell, he is referring to the house of assembly of hell. Yali mahali kuzimu huwa wanakutana ili wapange mikutano yao ya uharibifu hapa duniani. You must understand that the kingdom of darkness is an organized kingdom. The devil does not just attack randomly. There is a plan that is executed by the kingdom of darkness with understanding. Bwana asifiwe sana. That is why the devil does not fight success. He fights potential. Anaelewa huyu ninapigana na yeye, nisipomzuilia ninajua kule anaenda. That is why unaona ukitaka kuangalia gate na mfano wa kawaida, ni vile the Bible says the princes of the Philistines were sitting down and they were asking, how can we destroy Samson? Huyu Samson anaharibu kazi yetu. Some of you maybe have watched some testimonies ya watu ambao wamekuwa delivered kwa ufalme wa giza, kama wale pengine wengine katika huduma hii. Unakuta mtu ametumwa na ni kitu imepangwa sana hata kwa muda mrefu. Mpendwa, wakati unapofanya kazi ya Mungu and you are sorting the kingdom of darkness, hata ufalme wa giza haunyamazi. Watajaribu kupanga kinyume na maisha yako. Watajaribu kupanga vile wanaweza kumaliza nguvu. Those are the gates. It is a place of assembly in hell. Mahali makusudio ya uovu huwa inapangwa juu ya taifa, juu ya jamii, even against individuals. Ukisoma in the book of Ezekiel
chapter 11 from verse 1, utaona mfano kama huu ambao, you know, the Old Testament is more physical. Na kwa hivyo utaona mfano huu kiwa mfano wa kawaida ambao unasema, the Spirit lifted me up and brought me to the gate. The gate of the house of the Lord that faces east. There at the entrance to the gate were 25 men. And I saw among them Jazaniah, son of Azul, and Paratia, son of Benaiah, leaders of the people. What were they doing? The Lord said to me, son of man, these are the men who are plotting evil and giving wicked advice in this city. What are they saying? They say, will it not soon be time to build houses? This city is a cooking pot, and we are the meat. Praise the name of the living God. So huyu ni Ezekiel, anaonyeshwa in the spirit watu 25 ambao wanakaa chini. Akaambiwa haa ndio huwa wanapanga maovu juu ya mji. Where are they? They are the gate. They are the entrance. They are the one who are planning wicked things. Hao ndio huwa wanapanga vile watu watakufa. Lakini Mungu akamwambia Ezekieli, verse 13 of Ezekiel 11:13, kwa sababu aliambiwa atabiri. Na wakati aliambiwa atabiri, the Bible says, now as I was prophesying, Paratia, yule ulimuona pale mwanzo, moja wa wale 25, now as I was prophesying, Paratia son of Benaiah died. Then I fell face down and cried out in a loud voice, sovereign Lord, will you completely destroy the remnant of Israel? That shows you the impact in the spirit, Liam. That when you start making declaration and fighting the gates of hell, something somewhere will be brought down. Praise the name of the living God. Hallelujah. Something somewhere must bow. Praise the name of the living God. Tonight we rise against every demonic assembly, against our destiny, against our families, against our nation. In the mighty name of Jesus, every demonic counsel, we declare it shall not prevail in the name of Jesus. Praise the name of the living God. So mashauri huwa yanafanywa katika marango. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Na hapo ndio Ezekiel alionyeshwa. Hawa watu walikuwa nasema hapana, huu mji hautajengwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Huu mji utakuwa nyungu ya kupika watu. Jina la Bwana lipewe sifa. Wana plot wicked schemes. Na hiyo ndio kazi ya kanisa, kudeal na hiyo mipango wakati inapangwa na kuiharibu. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu akasema wakati mlipolala adui alipanda magugu. So a gate also, referring to the words of our Lord Jesus Christ, is a place of the gathering of demonic powers. Don't think that demons just fight without an organized way to execute their battles. No. There is a gathering of demonic powers. Even those who are in a satanic worship, they gather. Na wanaambiwa sasa, wewe umepatiwa hii assignment, wewe umepatiwa hii assignment. Wanakuwa na backing ya mapepo, because wengine ni wanadamu wanatumiwa na shetani ndio wa execute makusudi ya uovu. So it is a gathering of demonic powers. There they meet to take decision to launch attacks on the body of Christ and all
other interests of God on earth. Their work is to try and abort the purposes of God. Wewe mwanadamu unayebeba kusudi la Mungu, hapo ndiyo mipango huwa inapangwa ya kwamba hautatimiza kusudi la Mungu katika maisha haya. It is at the gates, praise the name of the living God, that those decisions are made. Praise the name of the living God. Hallelujah. So, every enemy we have as individuals and all enemies of the church have their seats at the gate. Maadui wote wanaopigana na watu binafsi, wanaopigana na makanisa, wanaopigana na mataifa, wako na kiti katika marango, mahali ambapo mashauri huwa inafanywa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. There is a group that is called the gates of hell, and you must not let them prevail. Sijui ni wangapi mmeshai kusikia mapepo ikitolewa inasema tulitumwa, tuliambiwa. Praise the name of the living God. Yako hata na mkubwa wao. That is why we have the principalities. That is why the prince of Persia alizuilia angel Gabriel asiweze kuleta majibu ya maombi ya Danieli. Huyo sio prince physical. That is the principalities. That is why Yesu alisema ya kwamba ukitaka kuchukua mali ya mtu mwenye nguvu, lazima ufunge the strong man. Praise the name of the living God. Na huyo strong man ako na seat at the gate, mahali mashauri huwa inafanywa. Anajua ni nini ambayo inapaswa ifanyike Kenya. The organized crime and anarchy and destruction zinapangiwa huko. The organized plans against destinies of men to destroy them, to hinder them to achieve God's purpose. All that organization is made at a place called the gates of hell. Praise the name of the living God. So number one, lazima uelewe ya kwamba there is a literal meaning, ama ule mfano wa kawaida. Zamani ilikuwa inafanyika hivyo katika marango, katika muji. So Biblia inachukua huo mfano kukuelezea. Lakini sasa the spiritual meaning, usione kama kuna mahali kuna kuanga na gate, alafu mapepo yanakutana pale. Hapana. This is a spiritual organization where the enemy can gather his agents and his servant to assign them the work he wants them to do. It is the gates of hell. The decision. So when Jesus said the gates of hell shall not prevail against the church, it means whatever the enemy is planning, every diabolic agenda, the church is supposed to abort it. Praise the name of the living God. And tonight we abort every demonic agenda in the mighty name of Jesus against our lives. Every evil power in the name of Jesus. Decisions that have been made from hell, I abort them by the blood of Jesus and by the power of the Holy Spirit. And I declare they shall not prevail in the mighty name of Jesus. One of the ways the enemy succeed, he succeed through our ignorance. There are few believers who understand spiritual warfare. The Bible says in Hosea chapter 4 and verse 6, my people perish because of lack of knowledge. They don't perish because the devil is too strong. They perish because of lack of knowledge. When Jesus died, and he rose from the dead, he said, all power in heaven and on earth has been given unto me, and the same I give unto you. Give us Matthew 10:19. Matthew 10:19, what does the Bible say? Because you must understand, but when they arrest you, do not worry about what to say
or how you'll say it. At that time, you'll be given what to say. I have given you authority. This is Jesus saying, to trample on snakes and scorpions, and to overcome all the power of the enemy. Nothing will do what? So you have been given the power to overcome all the power of the enemy. So the enemy is having power. But the Bible says that you are more empowered to overcome the power of who? So the Bible is not ignorant of the power of the enemy. But you have been given more authority so that nothing will harm you. Hata kama shetani anapanga, the Bible says no weapon forged against you will prosper. Natangaza hakuna silaha wanayoiandaa. Hey, weapons can be forged. Mipango inaweza kupangwa. But the Bible says they shall not prosper. Hey, hizo silaha zinazopangwa, wakipanga magonjwa, haitanifikia na ikataa katika jina la Yesu. Praise the name of the living God. Wakipanga ajali, haitanipata katika jina la Yesu Kristo. Kila mipango ya kuzimu, we are dealing with all the satanic gates, all the plans, all the evil agendas of the enemy. We bring them down tonight. In Jesus' name. Praise the name of the living God. In the book of Isaiah, chapter 26, we can read verse 1 and verse 2. Isaiah 26, verse 1 and verse 2. The Bible says, in that day, this song will be sung in the land of Judah. We have a strong city. God makes salvation its wall and ramparts. Let this be your song. Open the gates that the righteous nation may enter, the nation that keeps faith. We command the gates of the enemy to be open, that the righteous nation may enter, the nation, the people who keeps faith. Because we are here because of our faith in God. We command that the gates are going to be open. We can also read Isaiah chapter 60 verse 11 very quickly. Isaiah 60 verse 11 is also speaking about the gates. And the Bible says, your gates will always stand open. They will never be shut day or night, so that men may bring you the wealth of the nations, their king led in triumphal procession. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kuna nguvu zinaweza kukuzuilia upokee. Yeah? There can be limitation ya kupokea kile Mungu anataka upokee katika maisha yako. Hata kama Mungu amewachilia, unashindwa kupokea kwa sababu malango yako yamefungwa. Nguvu za giza zimesema hautapokea kile ambacho Mungu amekusudia katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Mipango yote ya ufalme wa giza haitafaulu juu ya maisha yetu. Kila kusanyiko la uovu kinyume na maisha yetu, tunatuma moto wa Roho Mtakatifu. Waliokusanyika kwa njia moja watawanywe kwa njia 7 katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu atasonga mbele on the account of this message. Kuna mtu atapokea ushindi wake on the account of this message. Kuna mtu mipango iliyokuwa imepangwa itapanguliwa. Hiyo ndio ilifanya Yesu akasema, the enemy want to sift you as wheat. Yesu alijuaje? Kuna watu hata wewe Mungu anaweza kubalia uwe kama Gideon. Sikio lako lisikie kile adui anapanga.
There are times God allows you to know, to hear. Praise the name of the living God. I told you there was a time in a dream I struggled with the powers of darkness. It was so little ya kwamba mpaka my wife akaamuka. Nika struggle because it's like I was wrestling. Then hiyo vita ikaisha. My wife akaniuliza kwani nini inaendelea? Because physically I was manifesting the battle. Kaniuliza kwani nini inaendelea? Siku anajua ameona nikistruggle. Nikamwambia in that dream I was struggling with two people, a man and a woman. Na wakati tukastruggle, nikawashinda wakaenda. Lakini walipoenda kuna maneno waliniambia. Ama maneno walisema. Wakasema na tulikosa mtu mwenye nguvu wa kugawanya hiyo kanisa. So from that dream I knew that there are powers ambazo zingetaka kudivide the church, lakini hazijaweza kufaulu. And I thank God for his grace and mercy. Our church has never suffered a division. Praise the name of the living God. Hallelujah. Because mambo kama hayo Mungu anataka kukusaidia uelewe ya kwamba there is a way the enemy is trying to look for someone who is strong enough. Because hizi nguvu pia huwa zinafanya kazi na watu. Zitafute mtu zinaweza kuinsight. Praise the name of the living God. So wanapanga kule. That is why the princes of the Philistines walikuwa nauliza, na huyu Samson anatuangamiza, tutamaliza namna gani? Hapo ndio waliita Delila. Wakamwambia, kama huyu mtu utaweza kumleta akiwa hai, hii ndio mali tutakayokupatia. Praise the name of the living God. Hallelujah. That is how the kingdom of darkness works. Wanajaribu kustrategize. Hii huduma tutaimaliza namna gani? Hii biashara huyu dada anajitolea kwa kazi ya Mungu. Lazima sasa tupige hii biashara. Tupige hii kazi yake. Those are the gates of hell. They are the plans, the machination, the assembly of hell, where decisions are made against individuals, against the purposes of God, ili mipango ya Mungu isiweze kuendelea. But thank God Jesus said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail. Hey! Yesu akamwambia Petero, nimejua vile wanakupangia. Wameona wewe nikiondoka, wewe ndio uko na nyota ya kuendeleza hili kanisa, na wewe umekuwa targeted. Lakini nimekuombea, na ukisimama, encourage your brothers. Hey! Na hakika siku ya Pentecost Peter alisimama. Yule alikuwa amalizwe, amkane Yesu, a backslide. Siku ya Pentecost alisimama na watu 3,000 wakaokoka. Huyo ndio Peter. Wakienda kwa hekalu kuomba, akasema dhahabu na fedha sina, lakini kile niko nacho ndicho nitakacho kupatia. Kamwambia amuka kwa jina la Yesu. Praise the name of the living God. Paka Mafarisayo wakakutana, wale walikuwa natumiwa na shetani wakati huo, wakasema tutafanya namna gani? Na hao watu wamefanya an outstanding miracle. Hata sisi wenyewe hatuwezi kukataa. Shetani alikuwa ameona hiyo, na alikuwa anataka amumalize Peter ili asiweze kuleta utukufu kwa Bwana kwa matendo makubwa. Nakataa mipango yote inayopangwa kinyume na maisha yangu. Nitasimama. The gates of hell shall not prevail against my destiny, against my ministry,
against my family, against my nation, in the name of Jesus. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798333000. Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it.